Edo anakataa kuhusiana na ule ushauri wangu kuhusiana na timu ya taifa. Ule sasa ndio ushauri bora. Na nitauboresha hapa. Ukiwa bungeni unapewa dakika 10 tu za kuongea. Kwa huwezi kuboresha kwa ubora zaidi. Mimi nataka nikuboreshee. Naam. Wengi wachambuzi walopinga wanasema muda wa huo ushauri na mashindano ni muda mfupi sana. Kwanza kwa namna moja au nyingine unaweza kukubaliana kwamba tumebakiza mwaka mmoja. Lakini niambieni timu gani ya taifa ya hii ya Tanzania ambayo ishawahi kukaa na mwalimu mwaka mzima? Huwa mwalimu anaita timu ya taifa ikiwa bado muda gani? Wiki 3 au mwezi? Ndio tunasikia timu ya taifa imetangazwa inaingia kambini. Sijui kama unanielewa. Naomba nikueleweshe ngoja. Nataka nimueleweshe baba leo. Amalize hiyo ya siku 3 tupate kumuelewesha. Yes. Maana hili sio jambo lake, nitaeleweshwa. Mtanielewesha vizuri. Ushauri wangu ulikuwa ni kwamba kutokana na timu ya taifa tulionayo, uwezo wake tunaujua. Wachezaji tulionao wa timu ya taifa ni wachezaji ambao ikipigwa ndefu moja akaenda nayo, sawa, ikafika kule watu wakakomboa ikarudi. Wakati anarudi ikipigwa nyingine ikimkuta, badala ya kwenda mbele anageuka anapiga back pass ili apumzike, yuko hoi. Sio kama unanielewa vizuri. Tunataka wachezaji ambao watakuwa na mapafu ambayo yana uwezo wa kwenda 3. Yaani ikipigwa imekosa karudi, imepigwa tena kakamata, kapiga ndefu anakimbia nayo. Imeokolewa anarudi, imepigwa nyingine, ambao wao lazima mwili uwe uko, fiziki iwe iko vizuri. Sasa nyie wachambuzi wengi mmenichukulia kama mimi nataka tuanzishe academy sasa hivi. Sio kweli. Mimi nataka tukachukue wachezaji ambao wanacheza mpira kwenye miji yetu. Ukienda Kigoma, pale Kigoma mjini, utasikia kuna mtu anakuambia hii ndo 6 ya mkoa. Sijui kama unanielewa. Hii ndo forward ya mkoa. Kwa ni watu wanacheza. Umenielewa vizuri? Sio kwamba ni watu wako nyumbani ndo tunaanza kuwatengeneza watoto hivi. Kuna mtu mwingine analeta hoja kwamba ukichukua watu wa vijijini, akifika kimona Mo Salah anaanza kumshangaa tunafungwa. Ni hoja dhaifu kiwalisi, kwa sababu majimbo hayako vijijini tu. Kuna jimbo hata kwa Manara, Ilala. Nikizungumzia majimbo nazungumzia nchi nzima. Sijui kama unanielewa. Sasa tukiwapata hao watu vijana kwenye kila jimbo, naamini ndani yao hatuwezi kukosa hata wachezaji 12 katika wachezaji 800. Wakikaa na kocha mwaka mzima, tuna mwaka, mnataka timu ya taifa ikae muda gani? Kocha akae nao vijana mwaka mzima. Sawa, tunaweza tukasema kuanzia mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 9 ni muda ambao alikuwa na wa screen kapata hao vijana. Kuanzia mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 2 mwakani vijana wamepelekwa kwenda kucheza friendly mechi za ili wazoea kama ni wazungu au ni nini kwa miezi 3 mfululizo. And then baada ya hapo timu inakuja kukutana na wachezaji wa Kongo. Hatuwezi kutoa wa Kongo yote. Tuchukue wa Kongo wachache lakini tuchanganye vijana. Imeonekana kama hilo wazo. Tena wanaonipinga zaidi ni mawakala. Unajua kuna mawakala ambao wale wachezaji wakienda kucheza wao wanapata riski. Lakini kuna watu ambao ni marafiki wao wachezaji ambao wanacheza sasa hivi timu ya taifa. Kwa lazima mtu aje comment, lakini mawazo yangu sio mkuki. Ni mawazo ambayo nimeyatoa, lakini sasa Baba Levo iko hivi. Naomba muiue hoja yangu. Baba Levo iko hivi. Levo, unajua mawazo yao yalitolewa hata na Mheshimiwa Rais Magufuli kwamba watu wapelekwe jeshini. Kwamba timu haishindi, peleka watu jeshini. Baada ya mwaka twende kwenye wazo langu. Ndio nakwambia sasa mawazo ya aina yako yanafanana na hivi. Haya twende. Level ya national team unaenda kukutana kwenye AFCON. Karibu nchi zote zinakuja na wachezaji professional players waliotengenezwa sio kwa mwaka. Si tunao? Subiri basi, si umesema tumekusikiliza. Sasa yani mimi nakupa elimu kwa sababu ingilia kwa sababu jambo la kimpira inaonekana yani sio jambo lako. Hawa wanakuja kukutana sio tu na kina Mo Salah. Kila nchi katika nchi 24 zitakazokuwepo zitakuja na professional players. Yani professional wanaocheza nje ni wengi kuliko wanaocheza local league za Afrika. Professional wetu wanashinda. Sisi tunao professional ambao tunapewa kama wameingia mpaka 16. Hatujapata quality hiyo. Tunao wachache kina Samata. Lakini nikuhakikishie kwa mfumo unaofanya wewe si ukatai. Lakini sio kwa ajili ya AFCON ijayo. Wengi walokupinga. Kwanza mfumo huo ushawahi kutumika Tanzania wakati wa majimbo. Haijawahi kutumika. Subiri, kulikuwa na timu ya taifa inaitwa Taifa Stars Maboresho.
kinachofanyika hizi timu ya taifa inaweza ikawepo timu ya taifa hiyo unayosema wewe wakaingizwa katika timu za taifa za vijana under 20 under 17 for the future. Lazima kama unavyosema katika wachezaji 800 wakitafutwa kisawasawa lazima watapatikana 10 15 wanaweza kaingizwa, lakini sio kwa ajili ya 10 15 kucheza AFCON ijayo. Nisikilize nikwambie, wanaweza wakatumika. AFCON ijayo tunapeleka watu gani? Ndio swali. Yaani mimi wakati tuna wachezaji wanacheza ligi kuu ya Tanzania. Tuna wachezaji wanacheza ligi za nje wengi tu. Yaani hiyo ni kocha ni kupika kati ya hawa. Ndugu yangu imekuwa sasa ni tabia mtu anacheza Sweden ligi ya 0. Kwa sababu tu yuko Sweden. Baba Levo. Lete huyo, leta haiwezekani. Hii ni radio ya umma na inapenda kuutaarifu umma kwamba Yanga wamemfukuza kocha. Hiyo nayo. Nadhani mtarejea baadaye ili tuendelee Yanga. Lazima Pedro atupishe. Nilitukano na hao baadhi ya watu wa Yanga. Nashukuru leo limetokea. Alhamdulillah. Kwa hiyo sasa Haji, mawazo yangu ilivyokuwa ni tofauti na huo mfumo ambao unautaka ule wa kutengeza kuanzia under 17 kupanda. Mimi nilikuwa nataka tukachukue watu ambao wana hasira. Unajua ukichukua watu kwenye mikoa wale mabingwa kabisa, mimi nawashangaa nyinyi mnakataa kwamba mikoani hamna wachezaji mabingwa. Na kati sisi tu kwenye majimbo yetu kucheza AFCON ijayo. AFCON ni mpira gani? Ni mpira wa zege, ni mpira wa nini? Baba Levo nikuulize, mchezaji wa maana yuko kwenye jimbo lako na hata Mashujaa hayupo. Unaweza kaamini huyo mchezaji wa maana? Unajua ni kwa sababu gani? Yaani kuna sababu kubwa. Unajua ni kwa sababu gani? Mchezaji Raino wala haiwezekani. Unajua ni kwa sababu gani? Naweza nikwambie kitu kimoja. Edo, hayo mawazo mlionayo ndio wachambuzi wengi mko nayo. Hoja nilioileta hamtaki kutuambia sasa kwamba hii hoja haifai kwa sababu hawa wachezaji wakifika mle ndani wataanza kushangaa, wachezaji hawatakimbia, wakiona goli watapiga nje. Yaani shida ni nini? Baba Levo katika hili kuelewesha ni ngumu. Ngoja tuliweke vizuri. Unajua kinachofanya pande mbili zivutane, zinavutana kwenye maoni. Maoni uni mtazamo ambao mwingine anaweza katazama A na mwingine akatazama B. Kuna uwezekano kila mtu kwa anachotazama yuko sawa sawa. Kinaweza kafanya kazi lini ni swala la jambo lenyewe kuweza kuamua. Kwa hiyo kuna uwezekano kwenye mtazamo, huu ni mtazamo. Kumbuka hii sio facts, hizi sio data ambazo zimewekwa. Ni maoni. Yaani kwa hiyo kuwa na maoni tofauti kwenye jambo moja isiyo tatizo. Yaani mpira mmoja kuona kwenye rangi mbili. Hakuna shida yoyote. Yaani wananipiga panga kana kwamba simesikia mambo yao. Hatujakataa maoni. Mmekataa. Mmesema Baba Levo hujui mpira. Mimi mpira na ubeti na ujua. Hao wachezaji kutumika AFCON ijayo. Unajua hatujakataa maoni. Na mimi nikaboresha nikasema kama kwa ajili ya timu za taifa zijazo. Lakini Oscar, wewe unajua mpira. Tusiongee vitu ambavyo kusema kweli haviwezekani. Hakuna shirikisho lolote la mpira, hakuna kocha yoyote wa mpira atakayekubali formula hiyo. AFCON ijayo, unafahamu ni sisi. Umekutana na Ghana, wamemleta Abedi Pele pale. Alafu wewe huko unamweka nani? Baba Levo fanya kitu kimoja. Huko unamweka nani? Angalau unamweka Samata, unamleka Baka, anaweza kumzuia, unamleta mtu anatoka na Ntilimbi. Wewe bwana wewe. Mimi sasa naomba hii ibakie kwenye record. Turudi kwenye siasa. Ibakie kwenye record. Subiri. Ibakie kwenye record. Tukipeleka timu ya taifa ya hawa wazee, timu yetu ya taifa ya Tanzania itakuwa katika timu 7 za mwanzo kutolewa kwenye haya mashindano. Na hii atuzungumzie uzalendo kwa sababu mpira hauhitaji maombi ili watu washinde. Kwa sababu kama ni wachungaji unaweza kujaza wachungaji na mkala 8. Sio kama mpira ni nguvu, akili na kipaji.